wanaume walinituma niulize nitakapofanya hii interview. Wanawake wa huku wakifika, wanawake wa huku wake zetu, wapenzi wetu, hawana muda na sisi. Hawana muda na nyinyi kukutana na sisi. Wako busy. Ukimgusa tu, mama nimechoka. Mama tunafanyaje kesho na shift? Niache nipumzike, viungo vinaniuma. Sasa baba, wewe tayari ushasema half. Ile kama kodi ya nyumba 1200, mama 600 na ngapi hapo? Utatoa. Chakula wiki hii nanunua, chakula wiki hii nanunua. Unafikiri hapo kuna nini? Lakini mara nyingi tukisemaga half na maana kama nyumba ni 1500, mimi nitatoa 1000, utatoa 500, nitapunguzia mzigo. Ni wewe unasema hivyo, lakini asilimia kubwa. Asilimia kubwa. Wanamaanisha half 50-50. Yeah, wanamaanisha hivyo. Inawekwa bank account, hela inatolewa, umetoa 650. Kwa hiyo sasa wewe unakwenda kazini na mimi nakwenda kazini, na bado mimi nina kazi nzito zaidi, napika, nafagia, na kufulia, na kupasia pasi. Napata wapi hiyo nguvu? Lakini kama ni half mwanamume nasi anapika. Lakini anawezekana mwanamume mwingine anasema afu pesa tu, wengi wako pesa tu. Watu wengi hawapiki. Kuosha vyombo hawaoshi. Anakaa tu yeye anabadilisha tu chanao. Kanyosha miguu. Na sengine hata grocery akusaidii. Grocery hapa ni stress kubwa sana, na kama uendeshi akusaidii. Midhali ile afu hela chakula inatoka, hela chakula ishaingia hapo, unaenda kufanya grocery hivyo. Unapata wapi hiyo appetite? Kwa sababu hiyo ni appetite ya kufanya hilo jambo. Lazima iandaliwe katika vitu vya kiasi. Lazima iandaliwe. Na ndio maana wanawake wanakuwa busy. Ndio maana wanakuwa busy, wamechoka kwa sababu majukumu ni makubwa. Ndio. Majukumu makubwa yote, na afu na bado na income nayo inauma. Kwa sababu sisi tumezoea kabisa tuupewe. Sisi yani hata kama mtu anacho, mimi niwe daktari kabisa, niwe daktari. Wewe unaenda kubeba box Fiera Food. Bado unataka ya kwangu pia. Ndio. Kwa nini usinipe na ya kwako? Ndio raha ya mwanamke, yani tumetengenezwa hivyo, tutazaa kwa uchungu. Yani sisi tuna ile ya kusema tunafanya kama bonus, lakini sio lazima. Kwa sababu tayari tumeshatengenezwa. Yani hii kai create Mwenyezi Mungu. Okay. Mtakula kwa jasho, tutazaa kwa uchungu. Mtuangalie. Mtupe attention, mtupe muda. Sasa nyinyi hata muda, wewe unataka tu kitandani. Huna muda na mimi mchana. Hao inakuja hilo jambo, mpaka nimeongea Kiingereza kwenye interview ya Kiswahili. Nikisema tu nikae kwenye paja lako tu bana, tutoka hapa. Usiku unataka mambo, inawezekana nikakupa? Sio kweli. Sio kweli. Mwanamke anatarajia kuandaliwa. Na kuandalia sio kwa ile siku ambayo wewe unasema unahitaji tendo lako, ni kila siku. Akikuwekea bega, hebu mpe bega. Akilia, jaribu kumfuta machozi. So akilia uyo, unaondoka. Kwa mwanaume anayekusikiliza, ni ushauri gani ambao utamwambia? Kwa mwanaume ambaye ananisikiliza, ambaye ana matatizo labda kwenye mahusiano yake, labda amekasirikana na mkewe huko, wanagombana mambo mengi, utamshauri nini? Naongelea kama mwanamke. Vitu tunavyohitaji ni vichache sana kwa mwanamke. Kwanza tunahitaji muda wenu.